Habari za saizi, mpenzi mtazamaji wa TV Sibuka, karibu sana katika jioni habari. Miongoni mwa habari ambazo tunazosikia leo ni pamoja na makamu wa rais wa Tanzania Dr. Khalid Bilali amezindua rasmi rasimu ya kwanza ya katiba mpya, ambapo amewataka Tanzania kuendelea kutoa maoni ili kuweza kupata katiba mpya. Na Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali wanaandaa sheria ya usalama wa mawasiliano ili kukabiliana na uhalifu katika mitandao nchini. Naitwa Hussein Musam Hassan, nasema karibu. Makamu wa rais wa Tanzania Dr. Khalid Bilali amezindua rasmi rasimu ya kwanza ya katiba mpya, ambapo amewataka Tanzania kuendelea kutoa maoni ili kuweza kupata katiba mpya iliyo bora. Dr. Bilali amezindua rasimu hiyo jijini Dar es Salaam, ambapo amesema hiyo ni awamu ya kwanza, bado kuna mchakato hadi kupatikana kwake. Imemaliza kazi yake ya msingi ya kutayarisha rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinachofuatia sasa ni kazi ya wajumbe wa Baraza ya Katiba na wananchi kuijadili rasimu hiyo na kutoa maoni na mapendekezo yao kuhusu namna ya kuiboresha rasimu hiyo. Baada ya hapo, tume itatengeneza rasimu ya mwisho ya katiba itakayofikishwa kwenye bunge maalum la katiba kwa ajili ya kujadiliwa na kufanyiwa maboresho kadri wajumbe watakavyoona inafaa. Kisha hapo rasimu ya katiba itakayotokana na mjadala na marekebisho ya bunge maalum itafikishwa kwa wananchi kwa uamuzi wa mwisho kupitia kura ya maoni. Na waomba Watanzania wenzangu, tuitumie vizuri nafasi hii kutoa maoni yetu yatakayoboresha rasimu hiyo ili hatimaye tupate katiba nzuri yenye maslahi kwa nchi yetu na watu wake. Katiba ambayo itatetea taifa letu kwa miaka mingi ijayo kwa umoja, amani, upendo, mshikamano na maendeleo. Kutangaza rasmi kuwa rasimu hii ya katiba. Kwa upande wake, mwenyekiti wa tume ya katiba mpya, waziri mkuu mstaafu wa Tanzania Jaji Joseph Warioba ametoa baadhi ya mapendekezo, ikiwemo kuendelea kuwepo kwa muungano ambapo utahusishwa na serikali tatu ambayo tume ilizingatia. La kwanza, tuliangalia misingi mikuu ya taifa, kwa sababu taifa lolote lile ni lazima liwe na misingi. Katiba yetu ya sasa, misingi hiyo imebebwa kwenye utangulizi, nayo ni uhuru, haki, udugu na amani. Tume imeridhika kwamba misingi hii ni muhimu ibaki kwenye katiba, lakini kutokana na maoni ya wananchi waliomba misingi mingine nayo iingizwe kwenye katiba. Kwa hiyo tume inapendekeza tuongeze misingi mitatu, na misingi hiyo ni usawa, umoja na mshikamano. Kwa hiyo badala ya misingi minne tutakuwa nayo 7, yaani uhuru, haki, udugu, usawa, umoja, amani na mshikamano. Hilo ilikuwa la kwanza. La pili, tulipozunguka nchini, wananchi wengi sana walizungumzia umuhimu wa kuweka kwenye katiba tunu za taifa, national values. Sasa ni muhimu pamoja kuwa na misingi hiyo,
ni vizuri tuwe na tunu za taifa, kwa sababu utamaduni wa taifa unabebwa na tunu za taifa. Na baada ya kuchambua maoni ya wananchi, tume inapendekeza kwenye katiba tuweke tunu zifuatazo: utu. Wote tunaamini binadamu wote ni sawa, na tusije tukawa na tofauti ama ya matabaka ama ya dini ama tabaka lolote lile, wote tuko sawa. Ya pili ni uzalendo. 3, uadilifu. 4, umoja. Tume ilizungumza sana hili kwamba umoja iwe ni kati, lakini pia itambuliwe kama ni tunu. Kisha uwazi, uwajibikaji pamoja na lugha yetu ya taifa, Kiswahili. Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali wanaandaa sheria ya usalama wa mawasiliano ili kukabiliana na uhalifu katika mitandao nchini. Hayo yamesemwa mjini Dodoma na waziri wa wizara hiyo Bwana Makame Mbarawa wakati wa kuwasilisha hotuba ya bajeti kwa mwaka wa fedha 2013-2014. Na kinafanya kazi ndani ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Aidha, kikosi hicho kimepewa jukumu la kufuatilia na kudhibiti uhalifu wa kimitandao nchini ikishirikiana na wadau wengine ulimwenguni. Utungaji wa sheria ya usalama wa mitandao. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kukabiliana na uhalifu wa mitandao, wizara yangu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo Shirika la Mawasiliano Duniani, Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC inaandaa sheria ya usalama wa mitandao, yani Cyber Security Law. Rasimu ya awali ya sheria imeandaliwa. Hatua inayofuata ni kuwasilisha kwa wadau kwa ajili ya kupata maoni. Kwa kuanzia, sheria hii itahusisha masuala ya uhifadhi wa taarifa, yani data protection, biashara mtandao, electronic transaction na matumizi salama ya mtandao. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia bungeni Bwana Abdalla Mtutula ameshauri serikali kutilia mkazo zoezi la kusajili kadi za simu ili kupunguza uhalifu. Mheshimiwa Naibu Spika, zoezi la kusajili laini za simu lilianza kusimamiwa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania kuanzia tarehe 1 Julai 2009 kwa lengo la kuwalinda wateja kwa kuhakikisha huduma za ziada katika huduma za simu za mkononi zinakuwa salama, mfano huduma kibenki kwa kutumia simu na huduma kulipia ankara za huduma mbalimbali na kurahisisha makampuni ya simu kuwafahamu wateja wake. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 80% ya laini za simu zimesajiliwa. Watu ambao wanatoa taarifa za uongo wakati wa usajili. Kwa mujibu wa sheria, ni kosa la jinai kuwa na laini ambayo haijasajiliwa. Kamati inashauri zoezi la usajili wa laini za simu litiliwe mkazo na kuhakikisha kila anayemiliki simu awe na laini iliyosajiliwa, kwani hili likitekelezwa litasaidia kupunguza uhalifu kwenye mitandao ya simu. Hivyo kambi rasmi ya upinzani bungeni wameitaka serikali kutambua na kuendeleza vipaji vya teknolojia vinavyovumbuliwa na vijana wa Kitanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kunukuu sehemu ya hotuba ya kambi rasmi ya upinzani iliyowasilisha ndani ya bunge hili mwaka jana katika rai ya kambi rasmi ya upinzani kuibua na kuendeleza vipaji maalum vya kisayansi na teknolojia. Sehemu ya hotuba ilisema hivi: Mheshimiwa Spika, hakuna mkataba wa kuibua wa kuendeleza wabunifu katika kuibua na kuendeleza teknolojia hapa nchini. Pamoja na nchi yetu kuonekana kuwa na vijana wenye uwezo wa hali ya juu katika kubuni na kuendeleza teknolojia itakayoweza kuinua uchumi wa nchi yetu, serikali imeshindwa kutambua fursa hiyo na kuendeleza wabunifu hao. Mfano ni kijana Frank Waya ameonyesha uwezo mkubwa katika kubuni teknolojia ambayo ikiendelezwa itasaidia sana katika taifa letu kuleta maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia kipaji alichonacho ameweza kuonyesha jinsi teknolojia ya simu inavyoweza kutumika katika kutengeneza mfumo wa kuzuia vyombo vya moto kutoungua kutokana na shoti ya umeme, na hata kutumia simu kwa ajili ya umwagiliaji wa bustani na shamba kwa kutumia pampu ya maji hata mtu akiwa mbali na shamba lake au bustani.